Mtume mmoja kwenye Biblia baada ya kufundisha akafanya kazi kubwa kweli kweli kwa Wagalatia, lakini Wagalatia walionekana ni watu wagumu kweli kweli kushika mafundisho. Mara zote Wagalatia walijaribu kufanya makosa yale ambayo walikuwa wakiyafanya mara kwa mara. Basi yule nabii kafikia wakati kibinadamu nabii akachoka. Kuna wakati akawauliza Wagalatia, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Maana alikuwa haelewi kama binadamu wa kawaida anaweza akawa mgumu kuelewa kama Wagalatia. Akauliza, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Sasa leo nimetafakari namna ambavyo Watanzania tulivyo na Waafrika wengi tulivyo. Nikajikuta tunamkumbuka yule nabii aliyewauliza Wagalatia, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Na mimi nikajiuliza, sisi wa Tanzania ni nani aliyetuloga? Kwa sababu sisi ni wale ambao tunachokitaka hatukitaki na tusichokitaka tunakitaka. Kwa sababu tunataka kitu fulani halafu hatufanyi chochote kile, hatuonyeshi jitihada za namna yoyote ile kukipata kile tunachokitaka. Hatukitaki kitu fulani halafu tunafanya jitihada zinazosababisha kile tusichokitaka kitokee. Utanielewa? Kwa mfano, Watanzania tunajinasabisha, tunajitamba, tunajitapa ya kwamba sisi lugha yetu ya taifa ni Kiswahili, na tunapambana inavyowezekana kukikuza Kiswahili kwa sababu ni lugha yetu ya taifa. Na ukiwasikia viongozi wakiwa kwenye majukwaa wanavyojivunia namna ambavyo Kiswahili kinachanja mbuga, baadhi ya nchi kama South Africa wanafundisha Kiswahili sasa hivi, wanajinasabisha kweli kweli viongozi ya kwamba Kiswahili chetu kinakuwa, tuendelee kukipambania. Lakini cha ajabu, ukienda kufuatilia watoto wa hao viongozi ambao kwenye majukwaa wanakisifia Kiswahili kwamba kinakuwa na kuwasifu wa Tanzania kwa kuendelea kukitumia vizuri Kiswahili, na wao kujieleza kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanakipambania mno Kiswahili, watoto wao wanasoma kwenye shule ambazo kukizungumza Kiswahili ni marufuku. Yaani ni dhambi kubwa kwenye hizo shule kukizungumza Kiswahili. Na wanawapeleka wakiwa wanajua kabisa sehemu hizo Kiswahili hakizungumzwi na ni marufuku kukizungumza. Halafu baadaye wakipanda kwenye majukwaa wanajisifia ya kwamba wao ni miongoni mwa watu wanaopambana kweli kuhakikisha lugha hii ya Kiswahili, lugha ya Watanzania, inakuwa kwa kasi, inazungumzwa vizuri na Watanzania wenyewe. Watanzania wanakielewa Kiswahili chao na wanajivunia. Halafu watoto wao kuna wakati wengine hata ukiwaweka kwenye hadhara ya watu wazungumza Kiswahili, hawawezi kujieleza kwa Kiswahili. Watahitaji kutumia lugha ya kigeni. Baadaye nchi za watu zinapohitaji wataalamu wa kwenda pengine kufundisha Kiswahili nchi za watu, wanaenda kuchukuliwa mataifa mengine kama Kenya,
Somalia, wanakwenda kufundisha Kiswahili. Sisi tunabaki kujitamba kwamba Kiswahili ni lugha yetu, lugha tunayoipenda, lugha ya taifa. Halafu mtoto anayesoma kwenye shule inayotumia Kiswahili, kwa maana anazungumzia shule ya serikali, akikutana na mtoto anayesoma kwenye shule isiyotumia Kiswahili kama lugha ya mawasiliano au lugha ya kufundishia, anaonekana ni mnyonge na anaonekana ni mtu wa hali ya chini mbele ya mtu anayesoma kwenye shule inayotumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya kufundishia na lugha ya mawasiliano shuleni. Sasa tunawezaje kukifanya Kiswahili kipendwe na Watanzania na wajivunie, ikiwa tumekiweka kwenye status au kwenye hali ya kuonekana ni lugha ya watoto wa makabwela, ni lugha ya watoto ambao wazazi wao hawajaweza kuwapandisha magari ya njano kwenda kusoma katika shule nzuri zinazotajwa kwamba ni shule international, shule za kimataifa. Tunawezaje? Watanzania, tuacheni unafiki. Tunamnafikia nani? Kwa faida ya nani? Kiongozi unakaa jukwaani, huoni hata aibu kujivunia Kiswahili, tena uko kwenye ofisi ya Baraza la Kiswahili la Taifa. Watoto wako hawasomi kwenye shule inayotumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano na lugha ya kufundishia. Kazi yako ni kusimama kwenye majukwaa na kuwanafikia watu ya kwamba Kiswahili ni lugha bora, ni lugha nzuri, ni lugha tujivunie, wakati wewe watoto wako hutaki wajivunie hiyo lugha. Tuacheni unafiki. Unafiki utatuua Watanzania.